Hivi ushawahi kujiuliza endapo siku moja umeenda kuogelea, lakini kwa bahati mbaya sana ukashuhudia bahari kikauka maji ghafla, huku baadhi ya watu ambao walikuwa ndani ya bahari hiyo wote wakiwa wanapoteza maisha. Sasa wewe kama mwanga wa tukio hili, je, utachukua hatua gani ili uweze kuokoa maisha yako? Lakini hao majibu ya maswali yako bwana, naomba niachie hapo chini kwenye comment na mimi nitapita kuyajibu, lakini simulizi au mzigo utakupa majibu ya maswali yote ambayo ulikuwa unajiuliza. Okay, sawa, tuanze. Mzigo unaanza kuonyesha familia moja ambayo ilikuwa imeenda vacation kwa ajili ya kuenjoy, lakini safari ikiwa inaendelea, ghafla bi mkubwa alijitosa na kuanza kuogelea, lakini kwa sababu alikuwa hana uzoefu wote ule, alianza kuhisi huenda kuna kitu hakipo sawa, jambo lilompatia maswali mengi sana. Na alipojaribu kumuita binti yake ambaye anaitwa Casey, ikiwezekana binti aje kumpa msaada, lakini kwa bahati mbaya sana dogo alikuwa amevaa headphone, hivyo alishindwa kabisa kumsikia mama yake. Lakini huku upande wa pili kuna mshikaji ambaye alikuwa anaitwa Tom, na Loi Mwamba alikuwa anazungumza na mtoto wake. Sasa mchizi akiwa anaenda kuzungumza na kijana wake, ghafla Mwamba alistuka sana, na hii ni baada ya kuona mke wake haonekani. Lakini baada ya kumtafuta kwa muda mrefu sana, Mwamba alifanikiwa kumwona mke wake akiwa anajikongoja ndani ya maji, na hapo ndipo Mwamba ikabidi ajitose, ikiwezekana amuokoe tu mke wake. Lakini baada ya muda mfupi kupita, Mwamba alifanikiwa kumuokoa Julie, lakini alimsisitizia mambo mengi sana na kusema inabidi awe makini vibaya mno, maana hii bahari na kina kirefu sana, na endapo akifanya tu uzembe kuna siku moja anaweza kuja kupoteza maisha. Na Julie ilibidi amsikilize tu mume wake, lakini baada ya muda mfupi kupita, ilibidi wafanye hafla kwa ajili ya birthday ya Tony ambaye ni mtoto wao wa kiume. Lakini sherehe ikiwa inaendelea, ghafla Casey alipigiwa video call na mpenzi wake, ila binti baada ya kuona hawaelewani vizuri na mshikaji, ilibidi atoke nje ikiwezekana wazungumze. Sasa wakiwa wanaendelea mazungumzo, Mwamba aliamua kumuonyesha binti hali ambayo inaendelea mjini, maana town kulikuwa kuna hali mbaya sana, ilikuwa imesababishwa kutokana na hitilafu ya umeme, na hii hali ilikuwa imevuruga mfumo mzima wa mawasiliano, maana pale mtandao ulikata, jambo ambalo lilimstua sana Casey. Na hapo ndipo binti akaamua kwenda kumsimulia kila kitu babake, ila mshua baada ya kusikia maneno yake kutoka binti yake hakuamini kabisa jambo hilo. Ndipo Mwamba ikabidi atoke nje ikiwezekana ajue nini kinachoendelea. Lakini mzee baada ya kufika tu nje alikutana na jambo la ajabu sana, maana pale ardhi ilianza kutetemeka, huku kukiwa na milio mikali sana ya radi. Hasa Tom baada ya kushuhudia jambo hilo, bado mshikaji alikuwa haamini kabisa, hali iliyomfanya Mwamba ingie ndani ya bahari ikiwezekana ajue nini tatizo. Lakini baada ya kuchunguza kwa muda mrefu sana, Mwamba kufanikiwa kukiona kitu chochote kile, na hapo ndipo Mwamba akaamua kurudi tena ndani ya boti, ingawa mchizi laundi alikuwa mpata majeraha, hali iliyomfanya binti amhudumie mume wake kwa umakini sana, maana bado safari ilikuwa ndefu. Hasa Tom licha ya kwamba alikuwa haamini kabisa jambo hilo, Mwamba ilibidi aanze kumsisitizia sana mpenzi wake na kusema inabidi wafanye kila namna ikiwezekana wapate msaada, maana walikuwa hawajui nini kinachoendelea. Lakini baada ya kuanza kupiga simu ikiwezekana wapate msaada, bado shughuli ilikuwa ni nzito, maana mtandao ulikuwa unasumbua sana, na hata walipojaribu kutafuta signal bado mambo yalikuwa ni magumu, na ili jambo lilimfanya Tom apagawe kabisa. Lakini Mwamba baada ya kuanza kuforce ikiwezekana waondoke kabisa eneo hilo, bado shughuli ilikuwa ni nzito, maana hata boti yenyewe ilianza kumzingua. Sasa Tom pamoja na mke wake baada ya kupambana kwa muda mrefu walianza kupata maswali mengi sana, na hii ni baada ya kuona siku zinazidi kusogea, huku wakiwa hawaamini kama wanaweza kutoka wakiwa wazima. Hasa Julie baada ya kumsikiliza mume wake kwa muda mrefu sana, binti alizidi kuchanganyikiwa. Ingawa mazungumzo yakiwa yanaendelea, kuna hali ya sintofahamu ilijitokeza, na hii ni baada ya Tom kuhisi kwamba kuna vitu vinadondoka ndani ya maji, jambo lilofanya Tom atoke ndani ya boti ikiwezekana ajue nini tatizo. Ila Mwamba baada ya kufika tu nje alikutana na vitu vya ajabu sana vilivyokuwa vinafanana na vimondo, huku vilikuwa vinashuka kwa spidi sana kutoka angani. Hasa Tom baada ya kushuhudia jambo hilo, Mwamba alizidi kuchanganyikiwa vibaya mno, maana aliona endapo akienda kukaa eneo hili wanaweza kupoteza maisha. Na hapo ndipo mshikaji akaingia ndani ya boti ikiwezekana iforce boti waondoke kabisa kwenye eneo hilo, lakini hilo jambo lilikuwa ni gumu sana, maana hata boti nayo ilishindwa kabisa kuendana na safari, huku vimondo vilikuwa vinashuka kwa spidi ya ajabu vibaya mno. Na hapo ndipo Tom akaona hana ujanja, njia pekee ni kuipambania tu familia yake. Lakini Tom alipoenda kucheki kwa nini boti imezima ghafla, Mwamba aligundua kwamba boti yake ina tatizo kwenye mfumo wa engine, na hivyo itakuwa ni ngumu sana kuendelea na safari. Lakini Mwamba baada ya kuona hii kesi ishakuwa ngumu, aliamua kuchukua familia yake na kuingiza ndani ya boti, maana kulikuwa kuna upepo mkali sana. Na Mwamba alipofanikiwa kuihifadhi familia yake, alirudi na kuendelea kutengeneza boti, maana huo mtihani ulikuwa ni mgumu sana upande wake, maana boti ilizidi kuzingua, na kadri muda ulivyozidi kusogea, upepo ulizidi kuwa mkali sana, ulioanza kusababisha uharibifu ndani ya boti hiyo. Lakini baada ya kupambana kwa muda mrefu sana, upepo ulikata na hatimaye wakapumzika. Lakini siku ilipopita, kuna jambo la ajabu sana lilijitokeza, na hili baada ya Tom pamoja na familia yake kuamka na kukuta bahari yote ikiwa imekauka. Na hili jambo lilimpatia Tom maswali mengi sana, maana kila alipowaza namna ya kuondoka kwenye eneo hilo, Mwamba alikuwa anakosa kabisa majibu, maana hata mtandao nao ulikuwa unazingua, jambo lilofanya Tom ajiulize maswali mengi sana, maana mchizi alipambana sana ili wapate msaada, lakini bado shughuli ilikuwa ni ngumu. Sasa Tom akiwa anaendelea kuzungumza na Casey, binti alionekana akiwa analia sana, maana Casey alisema anahisi hataweza kuonana tena na mpenzi wake. Lakini Julie naye baada ya kuona binti amelia kwa muda mrefu sana, ilibidi aanze kumfariji na kusema inabidi awe mpole tu, maana anaamini siku sio nyingi wanaweza kupata msaada. Ila binti kwa sababu alikuwa ashakata tamaa, hakutaka kabisa kumsikiliza mama yake. Lakini baada ya muda kusogea, Tom alifanikiwa kupata mawasiliano na mshikaji mmoja ambaye alikuwa anaitwa Neo, na huyu Neo alikuwa ni captain wa submarine, ambapo alianza kumshauri Tom vitu vingi sana na kusema inabidi awe makini vibaya mno, maana bado hali sio nzuri. Ila kwa sababu Tom alikuwa anahitaji kupata msaada, Mwamba ilibidi amuombe Neo kama anaweza kuwasaidia wakatoka kwenye eneo hili. Lakini kama isivyo bahati, Neo alisema submarine yake ni ndogo sana na inatosha watu watatu tu. Lakini Tom kwa sababu alikuwa anapenda sana kuona watoto wake wanapata msaada, Mwamba
Mwamba ilibidi amuombe sana Neo ikiwezekana wasaidie tu watoto wake, ila kabla Neo hajajibu jambo lolote lile, pale mtandao ukakata, na hapo ndipo Tom akaanza kutafuta namna ikiwezekana ajue ni sehemu gani ambapo Neo yupo. Hasa mzee akiwa anaenda kupambana ili waokoe watoto wake. Madogo alionekana akiwa na mawazo mengi sana, ila Tom kwa sababu alikuwa anaamini kwamba wanaweza kupata msaada, Mwamba aliwaambia vijana wake kwamba hamtakiwi kabisa kuwa na mawazo, maana kesho asubuhi tunaanza safari ya kuitafuta submarine ikiwezekana tupate msaada. Lakini siku ilipopita, maandalizi ya kwanza kuitafuta submarine ilianza, ila Tom baada ya kutoka nje alifanikiwa kukutana na mzee mmoja ambaye alikuwa anaikaribia boti yake, na Tom alipomuona tu mzee huyu aliamini kwamba huenda huyu ndio Neo ambaye alikuwa anawasiliana naye, na kwa sababu Tom alikuwa na njaa sana ilibidi amfuate mzee huyu na kumuomba maji. Lakini mzee huyu naye kwa sababu alikuwa mfahamu kabisa Tom, alizuga kama anampatia maji, lakini Tom naye baada ya kupokea tu maji hayo pale akaanza kuchezeshewa kichapo. Ingawa hilo jambo lilikuwa linaendelea, Julie alikuwa anashuhudia kila kitu, na hapo ndipo binti kabidi atoke na kwenda kumsaidia mume wake, lakini kwa bahati mbaya sana binti alichelewa na pale Tom akauawa. Hasa Julie baada ya kuona hili balaa yeye aliwezi kabisa, aliamua kurudi ndani ya boti kuwezekana wafiche watoto wake. Ingawa Humchiz naye hakutaka kuelewa jambo lolote lile, aliamua kumfuata binti huko ndani ya boti. Hasa Julie alifanikiwa kuwaficha watoto wake, lakini Mwamba bado alikuwa anaendelea kuforce ikiwezekana ingie ndani ya boti, na mwisho wa siku Mwamba alifanikiwa. Hasa binti licha ya kwamba alikuwa ni mwoga sana, laundi alifanikiwa kumchenga Mwamba na kumkimbia, ila binti baada ya kufika nje alikutana na mbwa wa mshikaji ambaye ilianza kumfokea, ila Julie kwa sababu alikuwa ashajitosa kwamba liwalo na liwe, aliamua kupambana na mbwa huyo, na baada ya muda mfupi alifanikiwa kummaliza. Lakini mchizi kwa sababu alikuwa hajui chochote kinachoendelea, Mwamba aliendelea kumtafuta binti, maana alikuwa naamini huenda binti atakuwa ajaenda mbali. Ingawa Julie baada ya kuona ni kama mchizi anaendelea kumfuatilia, binti aliamua kujitosa na kurudi ndani ya boti, lakini kabla hajaingia ndani ya boti, kwa bahati mbaya sana Mwamba alimnasa na kuanza kumchezeshea kichapo, ila binti baada ya kuona hana chochote kile cha kupoteza, maana endapo mshikaji akimmaliza binti huyu basi watoto wake watakuwa hatarini, na hapo ndipo Julie alipopambana sana ikiwezekana mmalize kabisa mshikaji huyu, lakini shughuli bado ilikuwa ni nzito, maana Mwamba alimwahi binti na kumpokonya kisu, na pale akaanza kumchezeshea kichapo. Lakini hayo yote akiwa yanaendelea, Tony pamoja na Kesi walikuwa nashuhudia kila kitu, lakini kwa hali sio tarajiwa Kesi alifanikiwa kumwokoa mama yake kwa kumtwanga risasi mshikaji, na hapo ndipo Julie na watoto wake walifanikiwa kutoka ndani ya boti. Sasa Madogo baada ya kutoka ndani ya boti walienda kwenye mwili wa baba yake, na Madogo alipomwona baba yake amefariki, Madogo alilia vibaya mno. Lakini hayo yote akiwa yanaendelea, ghafla Mwamba alitoka ndani ya boti na kuanza kuwafuatilia Julie pamoja na watoto wake, ikiwezekana aimalize kabisa familia hii. Lakini Julie baada ya kuona mshikaji anaendelea kuwafuatilia, aliamua kuwachukua watoto wake na kwenda kujificha milimani, maana aliamini huenda huko ndio itakuwa sehemu yenye usalama zaidi. Lakini Mwamba baada ya kukata tamaa, maana mchizi aliendelea kumfuatilia Julie pamoja na watoto wake, lakini Julie baada ya kutembea kwa umbali mrefu sana, alikuwa ameamini huenda mshikaji atakuwa washampoteza kabisa, na kwa sababu Julie alikuwa amechoka sana, ilibidi waingie kwenye ndege moja ambayo alikuwa ameiona maeneo hayo, ikiwezekana wapumzike. Lakini hilo jambo lilikuwa tofauti kabisa upande wa Kesi, maana binti alionekana akiwa na mawazo mengi sana, hali iliyofanya binti atoke ndani ya ndege hiyo na kwenda nje kupunga upepo. Sasa binti akiwa ametulia zake nje huku akiwa hajui chochote kinachoendelea, ghafla ule Mwamba katokea. Lakini Julie baada ya kusikia sauti ya binti yake akiwa analia, ilibidi atoke chapu na kwenda kumwokoa Kesi, na baada ya kufanikisha jambo hilo, Julie pamoja na vijana wake waliondoka na kwenda kutafuta sehemu ambayo itakuwa na usalama zaidi, na baada ya kutembea kwa umbali mrefu sana walifanikiwa kupata sehemu ya kupumzika. Lakini kama isivyo bahati, Julie alianza kusikia sauti za ajabu sana, na binti alipotoka nje ili ajue nini tatizo, alifanikiwa kukutana na wadudu ambao walikuwa wanakuja kwa spidi sana. Hasa Julie baada ya kushuhudia jambo hilo, ilibidi achukue watoto wake na kuondoka. Lakini baada ya kutembea kwa umbali mrefu sana, alifanikiwa kukutana na watu ambao walikuwa wanajificha ndani ya makontena, ikiwezekana wasiuawe na wadudu hao. Ila Julie kwa sababu alikuwa ametembea kwa umbali mrefu sana, aliamini hao watu wanaweza kumpa msaada. Lakini kwa bahati mbaya sana, hawa jamaa walipoona kuna kundi la wadudu linawafuata, waliamua kukimbia na kwenda kujificha. Hasa Julie baada ya kuona amekosa kabisa msaada, aliona hana ujanja, aliamua kupanda juu ya kontena. Lakini kwa bahati mbaya sana, Julie akiwa anapanda juu ya kontena, ghafla kuna mdudu alimng'ata. Ingawa Tony pamoja na Kesi walipambana kuhakikisha mama yao anakuwa salama, na bi mkubwa alipopata tu nguvu, walifanikiwa kuingia ndani ya kontena ikiwezekana wadudu hao wasiwadhuru. Lakini siku ilipita na maisha yakaendelea kama kawaida, na Loi Julie aliamua kumpigia Neo ambaye ni captain wa submarine, ikiwezekana Mwamba awape msaada. Na Loi ni kama bahati vile, maana mtandao ulikuwa sawa na binti alimwelekeza kila kitu mshikaji na kusema anahitaji sana msaada, ingawa ampoteza lamani. Hasa Neo baada ya kumsikiliza Julie kwa muda mrefu sana, Mwamba alimwambia Julie kwamba yupo tayari kumsaidia, lakini inabidi awe makini vibaya mno, maana muda wowote maji yanaweza akarudi. Na bi mkubwa ilibidi amsikilize tu Neo, na pale safari ya kwanza kuitafuta submarine ikaanza. Lakini hii safari ilikuwa na mitihani mizito sana, maana walipokuwa wanaendana safari, kwa bahati mbaya sana bi mkubwa alibana na jiwe, na hapo ndipo bi mkubwa aliona hana uwezo wote ule wa kutoka kwenye jiwe hilo, maana wadudu ambao walikuwa wanamfuata walikuwa ni wengi sana. Na hapo ndipo bi mkubwa aliwaambia watoto wake kwamba inabidi waende wakatafuta submarine, maana yeye hana uwezo wote ule wa kupona. Ila Madogo nao baada ya kuona wameshindwa kabisa kumsaidia bi mkubwa, ilibidi wakubali na kuendana safari, na baada ya muda mfupi kusogea walifanikiwa kuiona submarine. Na hapo ndipo Madogo akaona hii safari hawezi kwenda peke yao bila bi mkubwa, maana pale Madogo aligeuza na kwenda kumchukua mama hao, na baada ya muda mfupi walifanikiwa kuingia ndani ya submarine. Hasa baada ya kufanikiwa kuingia ndani ya submarine, Julie pamoja na watoto wake walikuwa hawajui kabisa namna ya control chombo hicho, lakini wakiwa wanaendelea kuwaza namna ya control chombo hicho, ghafla pale maji akarudi akiwa na spidi kali sana na kufanikiwa kuisomba submarine. Lakini Julie pamoja na watoto wake walikuwa washapoteza
kupoteza fahamu baada ya submarine kusombwa na maji, lakini baada ya muda mfupi kusogea walistuka baada ya kuona submarine imesimama katikati ya mji ambao walikuwa naishi, jambo ambalo Julie pamoja na watoto wake hawakuamini kabisa kama wametoka wakiwa wazima. Hasa na hapo ndipo nakuwa mwisho wa simulizi kali ya movie yetu, na ulikuwa na mimi Vasco Rhymes niliyekuletea simulizi hizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kama utakuwa unahitaji kupata full movies, basi nicheki kwa WhatsApp namba 0765470764. Ila kama unahitaji kuwa wa kwanza kabisa kupata movie zetu, basi usahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kupata movie zetu. Okay, asante, enjoy.